Fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni nyingi sana. Sasa na kinachotakiwa ni kufanya matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Ukichukulia mwezi wa Ramadhani wenyewe kwa mwaka ni mara moja tu, lakini unakuta tunashindwa kufunga Ramadhani kwa sababu zisizokuwa na msingi. Kipindi kama hiki unakuta watu wengi ndio wanaugua, tena maradhi ambayo wanasingizia mengi ni vidonda vya tumbo. Kila mmoja, shehe, mimi nina vidonda vya tumbo. Shehe, mimi vidonda vya tumbo mpaka vimeniangusha jana. Huyu Abdalla Kibwana mke wangu unamfahamu vizuri. Abdalla Kibwana tangu tumeanza umfungo alifunga siku moja. Siku ya pili namkuta anakula. Tena mbaya zaidi nilimkuta ndugu yangu anakula hadharani. Lakini nikamwambia, Bwana Abdalla, kwanza jina lako peke yake ni tosha. Wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu wewe. Leo unakula hadharani. Basi kweli unaumwa, hiyo ni ya kwako wewe na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hachezi shere. Tena ukitaka ufanye makosa katika hii dunia na katika imani, jaribu kumcheza shere Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa hachezi shere. Jifiche ndani, jifungie. Fanya matendo yako mabaya huko. Utanidanganya mimi. Utamdanganya Sheikh Terebu. Lakini Mwenyezi Mungu huwezi kumdanganya hata mara moja. Anaona kila kitu. Kwa hiyo nilimsihi sana Bwana Kibwana kwa alichokuwa anakifanya kwamba sio sahihi. Sawa, tumekuelewa. Sasa yote kwa yote, funga ni lazima tufunge na kuswali. Endapo utakuwa unafunga tu, kuswali au uswali, kuna fadhila ambazo unazikosa. Siwezi kusema kwamba eti ukifunga basi utakuwa upati thawabu, nitakuwa ni muongo. Ila kuna fadhila ambazo unazikosa. Sawa sawa, leo unaenda kuswali. Unaposwali faradhi, tumeamrishwa pia tuswali na sunna. Ndio. Japokuwa naambiwa sunna ukifanya unapata thawabu na usipofanya haupati dhambi. Lakini je, nikuulize swali mke wangu. Labda mke wangu hapo ulipi bora? Bora uswali sunna upate thawabu. Unakuwa umeongeza kitu. Raham. Unanielewa sina tukiongea? Nakuelewa baba. Ni vizuri sasa tunapofunga na tuswali ili swaumu zetu pale kunapokuwa na mapengo pale tunazijazia. Sawa, tumekuelewa. Unielewa? Sasa na katika mingine, kwa nini nimeanza na nyinyi familia yangu? Naam shehe, asalamu alaykum. Aha. Hapo msikitini. Inshallah. Mwenyezi Mungu akinijalia hapo ndani ya dakika 5 nitakuwa nimefika. Inshallah. Naam. Kwa nini nimeanza na nyinyi familia yangu? Kwa sababu hivyo ndio jinsi tulivyoamrishwa. Lazima kwanza nianze ndani na familia yangu, alafu majirani wanafuata. Haya mume wangu, unavyoenda huko usisahau iftari, maana unajua hamna chochote. Hilo hamna shida. Ndio maana nimpokea simu hapa. Naitwa mara moja msikitini. Haya inshallah. Rahma. Abeba. Zingatia. Sawa baba. Huo na swali. Funga na kuswali. Sawa? Sawa. Haya mtu wangu mimi natoka. Inshallah.
Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Shikamoo. Marhaba binti. Nini? Unafanya nini? Na mimi na vidonda vya tumbo naumwa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unakunywa juisi hadharani binti yangu. Alafu unasema vidonda vya tumbo. Kipindi hiki wengi sana wenye vidonda vya tumbo. Lakini ni vidonda vya tumbo vya kutengenezwa. Unakunywa juisi hadharani? Ni makosa makubwa sana. Na ni vitu ambavyo Mwenyezi Mungu havimpendezi. Mwenyezi Mungu amekemea. Na sasa hivi mmekuwa wagonjwa wa vidonda vya tumbo ni wengi. Lete kwanza juisi. Lakini mimi naumwa ndio maana nakunywa. Lete hapa. Unafanya makosa. Nisikilize binti. Umevaa mavazi mazuri. Umependeza. Umenizidi hata mimi hapa shehe nilipo. Alafu leo unafanya hiko kitendo tena hadharani. Jamii inapokuona inachukulia vipi? Tena unamkosea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hatakiwi kuchezwa shere. Wewe umevaa vizuri. Unataka kutukanisha Uislamu? Binti, iwe mwanzo na mwisho. Sawa, lakini ugonjwa huu. Usiniambie habari ya ugonjwa. Naenda kumwambia babako. Usimwambie baba, atanipiga sana. Ili nisimwambie babako, ilete hiyo juisi mimi niichukue. Lakini naumwa mimi. Kama unataka bakia nayo ila naenda kumwambia babako. Lakini usimwambie baba. Madamu unanipa juisi siwezi kumwambia. Mimi naenda kumwaga hii. Unaenda kumwaga? Sasa shehe, hapo kimwaga na mimi nikinywa bora nini? Si bora tu ninywe vidonda vyangu vya tumbo vitulie. Wewe ukienda kunywa hii maana yake unaenda kuongeza madhambi. Madhambi ulionao ni makubwa. Sasa na hii tena uende ukanywe ili ujiongezee dhambi. Ila mimi naenda kuimwaga ili mimi nipate thawabu. Sawa? Sasa mimi kupata thawabu nikaenda kuimwaga na wewe kwenda kunywa upate dhambi. Bora nini? Bora thawabu lakini njaa. Sawa, hana shida. Hakuna cha njaa hapo. Mimi naenda kuimwaga kwa sababu nyinyi watu kama nyinyi mpo wengi sana. Sasa hii iwe mwanzo na mwisho. Haya, nenda. Nenda bwana.
Shemkwani. Malaiku shehe wangu. Ni mwezi mtukufu. Tambua tupo katika mwezi wa neema, tupo katika mwezi wa toba. Na tuhusiane mazuri, tukatazane mabaya. We leo hii unafanya shehe wangu ni nini? Mwezi mtukufu. Mungu anakataza kinachofanyika. Huu ni mwezi wa neema, kukusanya mazuri, kukesha msikitini, kumlilia juu yake na kusaidia yatima na kuwalisha kama una uwezo waliofunga. Leo shehe wangu hicho unafanya vibaya? Lasha. Shehe, hiyo ni kweli, lakini ni leo tu shehe wangu. Naomba niwie radhi shehe wangu. Kwa hiyo siwezi kukulia radhi. Lazima nipeleke msikitini. Kwa sababu tambua kule upo katika cheo, umepewa nafasi. Haiwezekani tufikishe msikitini kule, napeleka msikitini. Shehe, nakuomba. Shehe wangu, unachokifanya unatuficha sisi tu. Mungu mdanganyi. Kwa Mungu anaona, hujamficha. Hapo ulipo, isikudanganye majani, isikudanganye miti, isikudanganye minazi, isikudanganye nyumba, isikudanganye fences. Hapo upo jangwani shehe wangu. Popote hamna kitu, natumaini unatambua jambo. Hakuna kitu, Mungu anaona. Na Mungu kafanya hivi kunitakia rehema mimi nikute ili jambo bali linalofanyika huko, ili nikuelimishe. Kwa sababu mambo haya yanatakiwa tufanye mambo mazuri, tutakiane mema kwa Mungu. Tuelekezane mazuri yanayompendeza Mungu. Tuache. Haifai. Na ile simu nilokupigia, nilikuwa nakufuata twende kuchukua futari kwa Sheikh Sefu. Leo hii unafanya bora nimpigie Sheikh Selemani tukapate futari kwa Sheikh Sefu. Ila kwa hichi uchokifanya wewe, siwezi kwenda naye kufuata futari. Usiponichukua mimi kwenda kuchukua hiyo futari, familia yangu itakula nini leo? Hiyo mimi sijui, juu yako watoto wako, lakini kwa hilo ulofanya leo lazima nikupeleke msikitini nikakutangaza. Hapana shehe, utakuwa umenikosea. Alafu lingine, naomba usinitangaze basi msikitini. Hapana, lash. Lala, nakupeleka msikitini na kutangaza. Iache ifike kwenye wakubwa. Unachofanya sio kizuri shehe wangu. Shehe, no. Kutangaza, napeleka msikitini wangu. Hapana. Lala, lasha. Usifanye. Napeleka msikitini. Hapana.